We look at Exodus chapter 12 again, verse 29. But now let's begin from the book of Acts chapter 12. Matendo ya Mitume 12. Tuko hapa, tuanzie verse 5. Acts chapter 12 verse 5. The Bible says, tuko hapa, I want all of us, this is being displayed all over and some. The Bible says, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison, and he struck Peter by the side and said, raised him up and said, arise quickly. And his chains fell off his hands. Then the angel said to him, guard yourself and tie on your sandals. And so he did, and he said to him, put your garments and follow me. Bwana asifiwe. Hiyo hadithi ni hadithi ya Petero. And if you know that Peter was amongst the apostles, yeye akashikwa na Herod baada ya kuona aliua kina James na wengine na ikafurahisha wa multitude. Imagine uue watu ifurahishe watu, ni mbaya sana. Na baada ya hapo akaamua kumshika Peter, na alikuwa anamtoa kesho yake, kumtoa in the realm of shame, let me put it at that. Amwaibishe ndio waamue kama watamuua ama whatever they wanted to do. But that night, the Bible says at midnight, the angel of the Lord came, and what was the first thing that happened? His chains fell off. Bwana asifiwe. Na ukifuata hiyo hadithi unapata kwamba walipokuwa wanatembea, wanapita kwa lango la kwanza, kuna mlinzi hapo but hawaoni. Wanapita lango la pili, kuna mlinzi hawaoni. Then the third one, na ndiposa wanajipata wapi? Kule nje. Bwana asifiwe. So I want us to talk something about for deliverance to be effected and effective. Yani ndiye deliverance ni ukombozi. Na wacha nikwambie, anytime people mention deliverance, wanafikiria mtu aanguke, mapepo yatoke ndani mwake. That is just 1% of deliverance. That is just 1%. Manifestation of demons is 1% of deliverance. Deliverance is a whole subject. Have you ever known that someone can be born again for 15 years na bado anahitaji deliverance? All of us at some point, there's something we need to be delivered from. You know that? Bwana asifiwe. By the way, jina deliverance inamaanisha is when God gets you from one point to another, or He gets something from you and brings something into you. That is deliverance. Wakati Mungu anakutoa point moja mpaka lingine, hiyo kwanza ni deliverance. Ya pili, wakati mtu anaondoa kitu kutoka kwako na anaweka kitu kingine, ana replace na kingine, that is also deliverance. Bwana asifiwe. In the book of Exodus chapter 12 and verses 29, which is the last scripture we are reading, nilikuwa nimejipanga hata ingekuwa ni conference ya wiki 3 tungeitandika. So I will just teach wherever God wants us to stop, tutaachia hapo, because we are not striving with the Holy Spirit. None of us is here to prove anything. Bwana asifiwe. So he is the one to decide when we stop. Na mahali tutaachia ndio tutaendelea jioni. Because this one is typically connected. I tried to get topics that could preach, but God could not allow me to get another one. So He said this is the only thing that He wants to do. So, Exodus chapter 12 and verses 29, the Bible says, and it came to pass at midnight that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of the livestock. Continue. So Pharaoh rose in the night, he and all his servants and all Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was no one that is dead. Look at that. Yani Mungu alituma Moses akamwambia aende afanye deliverance. Deliverance ilifanya nini? Kutoa wana wa Israeli kutoka wapi? Misri. Mahali ambapo walikuwa watumwa for 430 years. Bwana asifiwe. Now when he sent Moses alifanya signs. Na wacha nikwambie, dunia is very interesting. If you have read that scripture, you'll be challenged. Because when Moses gets to Pharaoh, wakati alichukua ile the staff, staff hiyo
Fimbo yake akairusha chini, ikageuka ikakuwa nini? Nyoka. Akafikiria, akashtua sana Farao akamwambia, my friend, hizi vitu tuko nazo. Akaita wachawi. Walifanya nini? Wakarusha zao zote zikakuwa nini? Nyoka. The only differentiating factor between theirs na yao ya Farao ya Aaron ilianza kumeza za nani? Za hao wachawi wengine. Inamaanisha kuna ukuu wa Mungu ambao wachawi hawezi kuufikia. And the man went, akafanya sign ya kwanza, maji ikakuwa damu. Wakafikiria hiyo imetosha. Jamaa akasema hapana, atuwaachilie. Enda ambie Mungu wako atumwachilie. Lakini maji ilipoendelea akasema acha tutubu, ambie Mungu wako atusamee, nitawaachilia. Akarudi akafanya sign ya pili, ya tatu, ya nne. But the last, pigo la mwisho lilikuwa ni kubwa sana. Maana liligusa na yeye hata huyo mfalme directly, ambapo hakuna mtu yeyote angeweza kumzuia. Inasemekana ya kwamba Mungu aliambia wana wa Israeli kitu moja. Akamwambia wachinje mwana-kondoo, a similitude of Jesus Christ. Na walipochinja wakaambiwa that they apply the blood of their doorpost. Na wakapaka. Na ujioni hiyo at midnight, the Bible says that when the angel of death was passing over, alikuwa akiona damu, anapuka hiyo nyumba, anaenda mahali hakuna damu. Na kila kitu, si mnyama, si kama ni panya za Farao walikufa first of all. Kama ni kuku walikufa, wanadamu walikufa, everything as long as it was the first one, it died. And even the subjects wa Farao wakasema hapana, wachana na hao watu wafanye nini? Waende. Na kama ukisoma hapo mbele, the Bible says and God gave them favor before Egyptians. Walikuwa wanaenda wanasema, hiyo pete yako ni poa sana, toa haraka hiyo ya gold. Jamaa anatoa haraka, anampea. Anasema ninapenda hiyo gold chain yako, leta haraka. Mwingine anaenda anamwambia, kama nilikuwa ni mimi, hiyo suti ya huyu jamaa ya white, hiyo ndio kitu ya kwanza nikikirao. Sema napenda hiyo suti. Jamaa anatoa bila pingamizi, kwa sababu mkono wa Bwana uliwapa kibali. Every time someone is delivered, the first thing that comes into their life, it is favor. Anyone that is bound do not have favor. Hawana kibali. Ushaona? Mimi kabla nipate kibali nilikuwa nafutwa kazi, kufutwa. Nilifutwa kazi, kama ni breaking record ya kufutwa kazi niliwahi. I think ningekuwa nayo. But when I was set free, I can tell you for sure. Right now, kuna wakati niliachiliwa, nikaikiwa kazi airport. Nikitaka kuenda, Mungu akaniambia ukienda kwa sababu kuna kibali utapata hiyo kazi. But that is not my will for you. So kazi niliacha kwenda sio kwa sababu singeipata, lakini kwa sababu ubaya wa hii kibali ni kitu kimoja. Unaweza kufanikiwa kwa chochote unachofanya. Sasa zingine ubaya ni kwamba even when it's not the will of God, you can still survive. So you need to be so keen when you have the favor of the Lord. Oh my goodness. So the difference si kuanguka chini na kutapika na kutoa mashetani. No. That is just one part of the deliverance. And I realized that the key ingredient for deliverance is the Holy Spirit. Goodness. Yani kifunguo cha kwanza cha kueffect deliverance is the presence of the Holy Spirit. You cannot be bound by the devil, yet you carry the Holy Spirit within you. Satan and God cannot dwell in one body. One must live. Light and darkness cannot be in one place. One must always give way. And what history has proven, that anytime light appears, darkness disappears. The Bible says in the book of 2 Corinthians 3 verses 17, 2 Corinthians 3 verses 17, the Bible says, where the Lord is, that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is what? Liberty. Bwana Mungu ndiye roho, na mahali ambapo kuna roho wa Mungu lazima kukuwe na nini? Liberty. Liberty is freedom. Uhuru. Maana asifiwe. Hallelujah. Na leo nimepata anointing ya Kiswahili. Now I want us to look at what we get delivered from. Ni nini hii tunakombolewa kutoka kwazo? Ya kwanza, we get delivered from Egyptian slavery. Na hapo kwa Egyptian usifikirie ni Egypt taifa. Egyptian what? Slavery. Ufungwa wakiwapi? Wa Kimisri. And I want you to be so keen, because vitu ambapo inaenda kufafanua somehow when you must come into your spirit,
start interceding in your spirit in tongues uko ndani ya roho, useme now I must get delivered. So what is there in the Egyptian slavery? Number one, it is the slavery of sin. Mimi niliwahi kutana na msichana mwingine, a very honest girl, and when I was counseling her, the first thing kaniambia pastor, wewe unanijua, najaribu. Ukweli wa Mungu najaribu. Lakini sijui shida iko wapi. Mimi mwanaume akinigusa tu hivi, nguvu inaisha. I cannot control myself again. So what was happening? That there was power of sin that was putting this person down. But it must take the power of the Holy Spirit so that this person is set free. Unajua hapa kuna wengine, unajua ulijaribu sana. Hata mara mwisho ukaambia Mungu, ile wakati ilifanyika ukaambia Mungu, hii ni ya mwisho sasa Mungu, sitarudia tena. Hata ukaenda labda katoloni ukaiombea, ukasema sasa Mungu nimekubali, hii ni ya mwisho. Bado ukajipata hapo. Ukarudi tena ukasema sasa Mungu ni ya mwisho. Na bado hiyo ulianguka. I've been there. Talk to me, I've been there. Bwana sikia, wangapi tumewahi kuwa hapo? Mimi niliwahi promise Mungu. Kuna mwaka hiyo dhambi ilikuwa imenichosha, nikamwambia Mungu sasa hii nimejipata nimeanguka, ni ya mwisho, sitaanguka tena. Nikapata tena nikaanguka pasta. Heri nyinyi Mungu aliwasaidia, mliokoka straight. Mbinguni na wangoja. Some of us have fought this body. Tulipigana na mwili huu ndio wote tunasimama sahihi. Bwana asifiwe. Nikajengea sasa hii ndio ya mwisho kabisa. Na inanikumbusha story ya jamaa mwingine anaitwa Wambua. Wambua alijipata kila wakati anazini na msichana wake kanini. Akaamua sasa hii dhambi mimi nataka ifike mwisho. Akaenda Katoloni akachapa 21 days of prayer and fasting. Na akasema ndio ikuwe na nguvu, ikuwe dry fasting. Na akaambia kanini na ujue naenda kuombea jambo, mimi nimechoka na maisha ya dhambi. Wambua kaenda katandika maombi. After 21 days akitoka Katoloni akasema wacha nipitie kwa kanini, nimwambie hii kitu sasa imeisha, maisha yetu ya dhambi imeisha. Alipopita kwa kanini akabisha mlango. Kanini alipofungua mlango, Wambua akamwangalia akamwambia, kanini akamwambia ingia. Akasema siingii, wacha niongelee hapa mlangoni. Anamwambia hii kitu kuanzia leo akitaka kumaliza, anamwambia si lazima usemee nje, majirani watasikia. Ingia tuombeane huku ndani. Akasema kanini ujue ndio mara ya mwisho ninaingia ndani. Akakanyagisha mguu ndani. Akamwambia na ujue sikae. Nilikuja kukuambia, akitaka kumwambia akamwambia ngoja kwanza ndugu yangu, si hata uketi tu. Akasema hii ndio mara ya mwisho ninaketi kwa hii kiti. Akakaa, akasema akienda kumwambia, kanini akamwambia hapana, najua umetoka prayer center ukiombea hii kitu ishe, hata mimi natamani ishe kwa sababu sisi wote tuko kanisani, lakini wacha nikutayarishie kikombe cha uji. Akasema na ujue hiyo kikombe ya uji ni ya mwisho kwa hii nyumba. Akapewa kikombe cha uji akatandika. Akienda kuongea akamwambia lakini hata umekonda umeishiwa, kuna kanyama kama hii nilikuwa nimenunua na najua unapenda, wacha nikupe hiyo. Akamwambia ujue hii ndio maini ya Mungu ninakula kwa nyumba yako. Akakula. Wakitaka kuongea kanini akamwambia usijali, tusiongelee hapa kwa kiti maana hata umechoka, naona unayumba kwa kiti, twende tuangalie kwa kitanda. Akasema kanini ndio mara ya mwisho napanda kwa kitanda chako. Akaenda akapanda kwa kitanda cha kanini. Wakitaka kuongea akamwambia kuna joto kwa hii chumba, hatuwezi ongea na uko na joto mingi na hizi nguo zako zinanuka, toa nguo tuongee. Akasema hii ndio mara ya mwisho ninatoa nguo ili tuweze tukaongea. And you know what I'm heading to. The last thing, whatever he fasted for, is where he found himself again. Na akasema Mungu tena. Dhambi ni mbaya mapendo. Because let me tell you, all of us kama ulimpea Mungu Yesu Kristo maisha, kitu mbaya ukifanya hata wewe unajua. Do you know sometimes tunaumiza watu wengine ambao wamejipata kwa dhambi, lakini ukweli wa Mwenyezi Mungu ni kuna wale watu hata hiyo dhambi wenyewe wanaifanya hawaipendi. Inahukumu. Mimi nilikuwa nanihukumu nikisimama kwa madhabahu, naona niko mchafu sana, sistahili kusimama, lakini bado Mungu ananitoa. Sisemi kwamba uko kama mimi. Kuna wale najua waliokoka, kuna jamaa mimi najua tangu ukoke yeye aliniambia. Na nilikuwa kila siku tukiongea mimi naambia hiki tunapambana naye. Ananiambia mimi Mungu at least amenisaidia, hiyo sipambani naye. So all of us are at different frequency. So mimi nilikuwa nimepungwa kwa slavery ya dhambi. Hata nifanye nini dhambi haingeniacha. But can I tell you, I had to get to a place I allowed the Holy Spirit to help me. Nilitengeneza mesha zote nikazivunja. Kama vile Wambua alienda mpaka akafast, mimi nilifast 7 days, nikafast 21, nikafast 24.
Bwana asifiwe. Am I speaking to someone? Kama nyinyi mmeokoka sana mpaka mnashangaa hata wewe pia alikuwa na hizo madhambi. So the slavery of sin, because that was Egyptian slavery. Slavery number 2 in the Egyptian slavery is satanic dreams. God must deliver us. Can I tell you? Anytime you are sleeping, life does not stop. Life does what? Continue. The last time I was here, I don't know whether it's you that I was telling. I had a guy, alikuwa anaitwa Nelson. We met huko Kakamega nikienda kuhubiri. So akaniambia usiku ati aliota mtu anamdunga karibu na sehemu yake ya siri. Na kuanzia hiyo wakati akaanza kuona kidonda kikakuwa kikubwa, kikakuwa ni kama, how do you call those things? Kibaya sana. Unajua ajeoa because aibu ya hiyo kitu ilimsumbua sana. He came to me after I ministered for crusade, akalia, akapiga magoti akasema, "Pastor, nilishindwa nitakwambiaje uniombe kwa crusade. Niombe hapa. Nimechoka na hii kitu." But where did it begin? In the dream. Have you ever realized most of the things you have become is a product of your dream? By the way, mimi nikiwahubiria hapa, it started when I started to dream. I'm preaching and I'm praying for people. That's how I am now. Many years ago. Kwanza hiyo wakati nilitokea nakwambia pastor, venye nilisikia ukisema asubuhi wewe unataka kuoa, hata mimi sikutaka. Because mimi niliona my pastor akitesekea watu, wanashangaa kutesekea watu wengi, familia yako na sidamu yako, unawafungia, unawaombea. Na ndipo realize mostly watu wengi mna associate na pastors wakati kuna shida. Nyinyi washiriki nyinyi. Mimi nimwaambia mtu mwingine alipopata 100,000, the only thing aliniambia, pastor, asante uliniombea, Mungu akafungua njia. Ndani ya roho nikajiambia, mimi ningekuwa yes, angenimshia katao. Sema pastor, ile maombi nilifanya kazi. Ama ni kama prophet mwingine. Aliprofesia jamaa akamwambia kuna consignment inakuja na ni 2 million. Na consignment ilipokuja actually ni 2 million accurate. Sasa jamaa akamwambia, asante sana mtumishi, Mungu akubariki. Anambia, Mungu anibariki nini? Hapana, ni mimi nilikudunga prophecy bwana. Hebu niachie kitu. Huwezi niacha hivyo. Wacha 50k kwanza. Nilikudunga prophecy. Sijui nataka tufike hapo. Do you know in this world kuna washiriki unadini na wao venye wamejibeba. Mtu anaweza kuita mwingine aliwahi niita, nikatumia fare nikaenda nikamtandikia maombi na Mungu akafungua mpaka kazi akapata kazi. That was the last time I saw her. The next time I heard from her, ni pastor, ile shida imerudi tena. Ama mnafikiria sisi ni bao? Can I tell you the truth? Mungu amepita the body and I do my work perfect. Meaning I will never come and ask you for anything. Honestly, if you are mature, you will bless me. If you are not mature, my blessing is not with you. It is with the one who called me. But you need to be sensitive. I met a lady. A man, acha nichukue ule wa mbali kidogo. So that man alikuwa anafanya na government, a senior officer with the Ministry of Roads and Public Works. Very senior officer. The man is loaded. Alionyesha certificate zake siwezi nini. Ati siku akaanza kuota. Ati amepanda kwa mti, anarusha matunda alafu anaanguka. Anapanda kwa mti, anarusha, akaota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu akaignore. The next time aliota hiyo, kwenda hivi job imeisha hivyo tu. Kukakaa, sijui ng'ombe ilikuwa inajifungua imekufa. Na hiyo ilikuwa imekufa kabla ikufe, ikadunga ingine na pembe ikakufa. 250 herds of cattle zinaisha aje na baki na sita. There must be a hand somewhere. So the deliverance that God must do is the deliverance of our dream world. Sisi mimi nilikuwa na hiyo wakati maisha ilikuwa inanipeleka mbio. Actually the dream that was constant in my life. Our dream wakati tu kitu kanaenda kufunguka. Unapata mtu anakuja kwa ndoto ananimolest, ananiharibu. Tunalala naye kwa ndoto. Nikimaliza, nikienda kesho yake hata kama mtu alikuwa ameniambia kuja kesho, hii job unaipata. Hiyo job inafanya nini? Naisha kill connection. Can you say, God deliver me? The third thing about the Egyptian slavery that God must deliver us from is evil patterns. Mwana patterns. Mimi kwetu, I realize this thing. Nataka nikupea hizo similitude na hizo stories, linganisha na kwenu. Naweza pata kwenu na kwetu hazina tofauti by the way. Kwetu all of us were bright, very bright. Lakini anybody akifika tu klasi, kama ni first born wetu msichana alipata mimba. Brother yangu alikuwa very mpaka walimu walikuwa wamemwambia watamsponsor. Ikafika tu klasi, something happened. He stopped mambo ya shule. Mwenye mimi nafuata naye akaanza kuvuta bangi. Klasi hata mimi nilionja mara moja hivi nikasikia nini. Ni Mungu tu alinisaidia sikuendelea. Yeye akaendelea mpaka wa leo. Uwezi tamani hata kumwangalia mara mbili.
That is what the devil can do. Evil patterns. So when I came up, I cannot live like this. At class 8, I fasted 7 days dry fasting. And I said, no, not me. Imagine nikienda kufika class 8, baba anakojeka, na baba alikuwa na pesa sana. Pesa zote zinatumika kumtibu, ninakosa kuendelea na masomo. Ninaambiwa nirudi grade 7, class 7 then. Nikarudi class 7. Nikiendelea kusoma sasa, mzee akarudi akafariki wakati nimefika tena 8. Tena wakati nimebaki na mama, nikifika class 8, mama amekuwa mgonjwa tena sana, pesa yote imeisha. Tena ninarudi, ninaambiwa ni repeat, nikarepeat tena class 8. What is that? Is it normal? Mbona ingoje class 8? We call them evil patterns. I went to the boma ya mama mwingine, sijawahi sahau, Kakamega. Akaniambia amebali wa vijana 7, kinionyesha grade 1, 2, 3 mpaka 7. Na wote Novemba lazima wakupe. Mpaka hiyo wakati ilikuwa inakaribia, akaniambia nimeanza kuchimba kaburi, tunangojea tujue ni nani atafanya nini? Ataenda. The devil is a liar. The devil is a liar. Mimi nilimwambia, unajua kwanza nilienda nikamhubiria Yesu, kama akaniambia mimi sitaki kusikia kuhusu Yesu. Nikamwambia sasa mama, by the Spirit the Lord revealed to me. Nikamwambia mama, unasemaje utaki Yesu? Na wewe mwenyewe uko na ugonjwa kadhaa, nilitajia ugonjwa zote 3, ndio nikamwambia ndio umezika. Ndio kaniambia ulijua aje? From there the Spirit of the Lord convicted her. She gave her life to Christ. Let me tell you, that was the last burial she ever did again. Amen. When there's a man to pray, there's a God to answer. And the arrival of a true man of God is the arrival of God himself. Some of you have been praying and fasting. Trust me, the Lord has sent me to you today. If you are so keen in the Spirit, your solution is just here today. Evil patterns. Evil patterns. Nilikuwa nahubiri huko Sitoito ni Kuresoi no. Then this lady akakuja akaniambia, pastor, mimi mimba yangu imetoka mara 6. Kwa mama, is it interesting to lose a pregnancy? Akapoteza 6. Na alikuwa anasema ilikuwa inatoka kwa njia gani? Anytime anaenda anafanywa scan, wana identify ni kijana, hiyo mimba inaweza survive. So kufuatilia pia sister yake ni the same thing from the village. So when I prayed that day, aliniambia kitu sijawahi sahau. Ati kuna jirani yao walikuwa na suspect ni mchawi, lakini they had nothing to prove. Ati hiyo siku huyo jirani alizaa kitu kingine ni kama kimiti ama nini. Akakuja akamwambia, "Oi, mlinipeleka kwa mganga gani? Mnisamee." And that was the end. I'm trusting God. I'm trusting God. Next year I'm going to dedicate a baby for their sake in the name of the Lord Jesus. Amen. Evil patterns. Unapata ati familia watu wakiolewa, wakimaliza miaka 3 hakuna kitu inaendelea. Evil what? Patterns. The next thing is near success syndrome. Near success syndrome. Yaani unaona chenye unatakana uchukue ndio hii, unaikaribia tu. Alafu kitu inafanyika, hiyo kitu inafanya nini? Naondoka. Nyinyi Mungu haisafa kitu kama ni chungu. Kuna wakati Mungu alikuwa ananiambia ukijiconsecrate for some days to giving, I will give you a blessing you have never seen. Nikajilinda, mchungaji, nilijilinda. Wakati imebakia tu kesho yake nimalize consecration, something happens and I fall into sin again. Hiyo kitu, hiyo grace inafanya nini? Inaondolewa. And I know some of you have been frustrated. Mimi hapa kuna jamaa aliwahi ati unataka kufanya nini? Driving. Hiyo wakati sijawahi sahau 2016. Not 2016, 2014. Nikamwambia hiki kitu kinanisumbua sana, nataka kufanya. Akaniambia kesho kujia 20k kwa ofisi yangu. Acha nikwambie, the next day after the devil molested me that night, the next day nilienda nakutana na huyo jamani kama hanijui. Ni kama hakumbuki. Unajua una see deni udai. So unashindwa unaanzia wapi? Mnapiga story, mnashangaa na kupea mastori za huko. Na hii imetuleta mbona haizungumzi? Kumbe the near success syndrome. My God. It is called almost there but never there. Yaani unakaribia lakini haufiki. Hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Raise up your hands and say, in the name of Jesus. In the name of anything that was meant for me, I will get it in Jesus' name. Mimi nimeamua anything yenye Mungu ameniwekea lazima nipate. Nimechoka. By the way, it is frustrating. Ama ni unasikia mzuri. Haujaongea na mtu akwambia kesho namtumia kakao. Alafu kesho unampigia na kwambia ai maya.
Anakupea excuse, anakwambia hata umefanya vizuri kunipigia. Nilikuwa naomba kama wewe ndio uko na 500 utumie. Nashangaa na wewe ndio umeniahidi Bwana. Hallelujah. Hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu. The next thing about Egyptian slavery is lack of revelation and vision. The Bible says where there is no vision, people do what? Perish. Kufa kwetu kunategemea na kukosa, ama kukufa na kuishi inategemea na the vision and revelation that you have got. Wacha nikwambie. Yesterday me already prayed for you tayari. So hata nikuonyesha me I wrote the problems that the Lord has given me about the people coming to me. So mimi nilimalizana na nyinyi jana. Ni nyinyi mtaiona leo. Anytime we walk in the spirit, one law of the spirit means you must get there before you get there. Sijui kama mtashika. Ukitaka kujua uko na Mungu, lazima ufike kabla ufike. Inamaanisha ya kwamba Bwana asifiwe. Wacha nikupee kiwango ya Biblia ama nipeane expression yangu. Kuna wakati hiyo driving license, wakati sasa nimepambana na shetani ameshinda mambo, mzee alinipea 20k. Baadaye sasa wakati hiyo mambo ilifanya nini? Imeisha. I went and registered at Rocky Driving School. I got my driving certificate. But before I got the driving certificate, leo ni Tuesday. On Wednesday inatakana sasa tuende tufanyie mtihani na hao askari ili nipewe my driving license. Then at night I see two cops wanakuja wananiambia, wanachukua karatasi yangu na inaandikwa jina yangu very clear na kila kitu na detail. Alafu wanaandika huyu failed na capital letter na Bible ya red. Niliamka saa 8. Nikasema in the name of Jesus, why? Hiyo upuzi mimi sitaki. Rekebisheni haraka katika jina la Yesu. I prayed after 1 hour. I saw another vision. Kwa hiyo vision nikaona wamechukua karatasi, wanasema mkubwa tusamee. Wakafuta hiyo page wakaandika your past. So when I went there the next day, get surprised. Who did I meet? I met the two cops. Nilipowaona wakati watu wanatetemeka, wametoa mpaka hongo. Mimi nilikataa by the way. Mimi jamaa kaniambia nitoe hongo. Mimi nikamwambia chenye Mungu hawezi nipea, wacha nikae. But I hope mtoe hongo. Mama maongana. Watu wamenyamaza. It's not godly. Mimi nikataa. Jamaa kaniambia chukua kwanza niprintie hii ndio nione kila mtu ametoa minus me. Everybody had produced 2,000, 1,500, 800, 1,000. Mimi nikamwambia ni kama pesa ndio hii. But I cannot buy. Kama Mungu ameamua nianguke, siwache nianguke. Ni mimi ni wa Mungu. Acha nikwambie, nilipoona askari wawili, roho ndani yangu ilidunda na furaha. Nikajiambia hawa tulimalizana na wao jana. So by the time I'm going for the testing, hata wakini kuna jamaa kanikutana kwenda mchinga, unashikaje hiyo kama unashika mwiko? Lakini ndani ya roho najiambia hata akukane, lakini wao haingii ndani ya roho. Tiki yangu tulimalizana na yeye. Akaniambia kwenda hiyo kichinga hiki na kimepita. Akaandika success. What do I mean? You must get there before you get there. You must receive it in your vision and dreams before you receive it in reality. If you are defeated before you get there, you will never get there. Kama ndoto zako zinakuonyesha umepeli, hauwezi succeed. You must deal with those things in the spirit, because the Lord dictates that anything that happens in the spirit first must happen in the spirit first before it happens in real world. By the way, how many are single? Kama hujawahi omba mpaka uone ukifanya harusi kwa ndoto, uone revelation ya ndoto ukiolewa, singlehood itakumaliza ile yenyewe. Utaonekana hivi kesho mtu anakutana na wewe anakuambia na leo unafanana ile kama crocodile, jana ulikuwa sawa. Umejipaka makeup vizuri, anakutana na wewe anakuambia na leo unakaa kama Christmas tree. Na ndio umeamua kutaka kuimpress. I was there. Niulize, mimi nawaambia stories ni practical. I was to marry a lady. Na akanikata, imagine mtu akakataa apostle. Akakataa apostle na hii mafuta. Apostle akakataliwa baya sana. Baba apostle akaenda kulia kwa Bwana, "Oi Mungu." Lakini apostle sasa ndio ameoa. Bwana asifiwe. We must break these things. Easy. Lazima tuzivunje. Tutawahi kosa vision. You must see where you're going. You must see. God must speak to you where you're going. Hii injili ina make sense kweli? Ama watu walitarajia huyu jamaa kuja tu afanye somersault, aniwekee mikono, anointing, nianguke huko. That is 1%. By the way, do you know when the word of God enters your spirit so well, that is deliverance number 1 that you need.
Kuna mtu hapa labda kipepo kimeshaondoka, manake umesikia ukweli. The Bible says, and you shall know the truth, and that truth you know shall set you free. And the Bible says, faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. So najua sasa hii imani imeanza kuamka ndani yako. So hata wewe kama umekataliwa, usikate tamaa. Endelea na hii safari. Rusha kadi huko mbele, Mungu atafungua njia. Hallelujah. Kama apostle amekataliwa. Another thing that we are getting delivered from is growth. Hakuna, unajipata ati hakuna growth. Maisha yako hakuna kugrow. Mimi nilikuwa na jamaa mwingine tulikuwa Eldoret na yeye. Sisi tumededicatiwa kwa church. Jamaa bado ni mkubwa, anaimba kwa kwaya na anachukua media. By the time tunamaliza, mimi ninaanza kufundisha Sunday school. Jamaa anaimba kwaya. Na story zake hiyo miaka ni pastor. Usione kama Mama Rono. Mama Rono kienda ni mkarimu. Ukienda kwake atakupikia kwa na chapati utakula tumbo imeshiba. So the only story yake alikuwa anapiga ni story ya watu wazuri kwa sababu ya kumpea chakula. Ana fellowship. Alikuwa anasema mimi sipendi kuenda kwa fellowship ya ule jamaa, napenda watu strong team. Napenda kuenda kwa ule anajua kutengeneza tumbo ya watu. Imagine wewe ni mtu mzima at 40. Even now the guy hata nikikutana naye many years later, hata mpaka leo stories zake after mmeongea mambo mengine atamalizia, wacha tulienda kwa sherehe George nakwambia, kwa sherehe kulipikwa tukakula tukakulika. Hiyo the story. Where is growth? Mimi sasa story ya chakula nilitoka huko. Unasikia? Is there growth in your life? Do you see growth? Unaona kuna kukomaa. Even how you handle marriage. Initially when we handle marriage, my wife can tell you, kuna siku tumeenda kuhubiri, akalikuwa amebeba nguo nyingine na amepiga pasi akaniambia nivae. Mimi naye nikaona sisikii kuvaa hiyo siku, nikajiambia navae nyingine. Hiyo ilifanya tukagombana, akasema hata sijui kwa nini nilikuja huko Eldoret na si ningespeaker. Tumekuja kujua amekataa kutoka kwa mahali tumekombolewa. Unaona mahali tulikuwa tunapigania vitu za ujinga. Saa hii hatuwezi kugombania hiyo. Hata hii nimevaa leo asubuhi, aliniuliza tu uwezi vaa na yeye black na akaachia hapa. Nikivaa ya green na yellow na purple ni yangu. Because all of us are growing. Unajua kuna mahali Poso Kimani anasema tunafika mahali inaitwa resettlement. Una save energy. Kini marriage mara ya kwanza hata ukiwekea chakula ilikuwa na chumvi nyingi, unapeana lecture one hour. Yaani chakula mlikuwa mnapika mkiangalia wapi? Ni chumvi mlikuwa mnaweka pika mkaweka chakula, ama ni chakula mlikuwa mnaweka pika mkiweka chumvi? Sasa hiyo kuna nguvu nyingi. Sasa hivi Bwana asifiwe. Kuna watu wenye kuwani hii marriage continue. Fight. Kuna siku hiyo nguvu utaitaka. Like right now, I've realized all of us, kila mtu anatafuta njia ku avoid what? Conflict. Because all of us are doing what? Are growing. That is 8 years only in marriage. Unajua, kama si Reverend Samuel kunisaidia kukomaa, mimi nilikuwa nafikiria nikioa itanizuia kuhubiri. Mimi nilikuwa nataka kuhubiri kama Paul bila kuoa. So I married very late. Na ndio hii sasa nimeoa na bado mafuta inatembea. Hallelujah. Slavery. But have you ever known, hizo vitu nimetaja zinahinda worship yako? Because some people have to compromise. Inafika mahali watu wanaanza compromise. Hauna kitu. Kuna msichana nilienda kumhubiria, alikuwa anafanya kwa baba. Baada ya kumuongelesha anaitwa Lilian, kaambia Lilian, hii maisha si nzuri. Akaniambia pastor, nikiacha hii kazi na niko watoto 4, watoto watakula nini? Wenyewe nikaona fact. Sina kampuni nitampea yeye. But only one thing nilifika nikafikiria, nikarudi nikamwambia nilifanya hivi. Amini Mungu wangu, acha hiyo kazi. Acha tu juu umeokoka. Because usipoacha leo useme utaacha ufanye za mwisho usave pesa ya kufungua biashara, unaweza kosa kuacha. Na leo is the only time. Lilian decided to get born again. The next day after 2 days, siku ya kwanza nilimpigia ananiambia nimekaukiwa. I don't know whether yule pastor alimtumia kitu akakula. The next day after 2 days, mtu alimpigia kutoka Mombasa. Akamwambia hii namba yako nilitupa kitambo, mtu sijui nimeitoa wapi. Kuja kuna kazi ya hoteli na usichelewe. And that is how the lady is. Mpaka leo niliona amenitumia friend request juzi akiniambia asante pastor. Bwana asifiwe. Don't compromise this salvation. Wokovu inalinda. Wokovu inafanya nini? Inalinda. Najua ni point moja tu peke yake by the way. Hallelujah. I wonder what to touch on at the time is already finished. For more of this, because huko mbele tunaenda kudemystify some things. Please don't miss the evening. Mungu alikuwa afanya.
Like now mimi nimefikiria atataka kupona watu sasa na kufanya mambo yake zaidi. Naona amenyamaza. Ndio anaendelea kufunza. When he wants he comes. That is him. Mimi hata kuna kitu naweza fanya. Kuna place nilienda nikifikiria nitaanza kupreach. Mungu ananiambia funga hiyo kitabu, nikafunga. Niabudu. Nikaabudu Baba. Nilitandika maabudu kwa wana wa Mungu aseme ni stop. Nikaendelea tu. Machozi yalipokuwa inaguza chini, kumbe watu wote walikuwa na shida, walikuwa wanapona tu. Mimi nilifikiria lazima niwekee mtu nimwambie pokea uponyaji. Njia ya Mungu ni yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. So I've said this. Hizo vitu zote tumemention zinahinda how we worship God. Hebu imagine ufungue biashara isucceed. Uolewe kwa wakati ule ambao unafaa. Ukae na mume wako na mko na amani. Sisemi amani ni kukosa ati conflict. There must be there. Ile ni logical, si ndio? Watoto uona wamezaliwa, wako healthy, wako sawa. What will hinder you from worshiping God? Time ningekuwa hospitali ukilalamika, uko wapi na Mungu? Tuseme hata for example wamekuwa ni wagonjwa na uko na pesa ya kuwapeleka hospitali. You just take to hospital and continue doing what? Worship. So hizi vitu zinazuia how effective you can be in the ministry. Have you ever met so good person? So good. Yaani unajambia huyu mtumishi tu angepata pesa. Pesa tu, by the way, prayer point zake zote zinaweza kuwa zimeishi. Mpaka leo unamwangalia tunasema, mimi by the way ndio tulikuwa na pasa wetu. Pasa wetu alikuwa anavaa shati nyingine, my friend, chapa dimba, amevaa chapa dimba, ndio anatandika nayo injili. Na tai nyingine kubwa kama panga hivi, imekaa hivi. Saa nyingine anaweza kuvili na t-shirt na amevaa mpaka tai. Na viatu imekaa hivi kama samaki. So mkiko mkutano unaibika kusema wewe ni pasa wetu. Inabidi nifunguke macho. The need of your pastor is a miracle awaiting for you if you respond. Mimi nilichukua nilienda mtumba, that's what I got for 350. Bought him shoes, nikampea. Alikuwa na kateke na wamefunga hivi na blada. Nikaona hii yangu si mpya na ni advance. I gave him that, nikachukua hiyo yake. At least ndio mtumishi aonekane naye, mtumishi, and he blessed my life. Hallelujah. Do you want to worship God effectively? Decide to be delivered. Ambua Mungu afanye nini? Akukomboe. So hiyo ni point number 1, tumesema deliverance. Point number 2, Egyptian mindset. Do you know the mind is very powerful and the mind can make prayer? Unajua? Unajua mawazo yanaweza omba. My God is able to do exceedingly abundantly more than what we think and do what? Imagine. So your imagination is already a prayer. So Mungu anahitaji adili na your Egyptian mindset. Yaani mindset ya kufungwa iondoke. Kwanza ukishajua mimi nimewekwa huru, hakuna kitu yote kitakufunga. Ukiweza jua Mungu amenisaidia nikuwe successful, hakuna kitu kitakuzuia. So you must be delivered from the Egyptian what? Mindset. Romans chapter 12 and verses 1 and 2. It talks about do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewal of your mind. So kama mawazo ni maombi, watch what you think before you pray. I was reading the book of Daniel. Mimi nikafikiria na wakati Daniel alianza kuomba for 21 days. The Bible says when malaika alipofika akamwambia Daniel, kuanzia siku ya kwanza uliamua kuomba, when you decided to pray, what happened? The answer was already set. Majibu yalifanya nini? Yalikuja kuamua. Ile tu kuamua kwa maombi yake. Majibu yalifanya nini? Yakakuja. Bwana asifiwe. So it means you watch what you think. No wonder we say, look at the gates of your spirit. Look at what you watch. Look at what you hear. No wonder kwetu, my wife is a witness. William celebration and it was like that in South Africa. We introduced them later. Kwetu we don't listen to secular music. No. It's not in my phone. It's not in their mother's phone. Kuna siku mtoto wangu alikuja kibona ni kuna kasikia hivi. Kasikia mimi never knew what it is. Until siku moja nikiwa kwa matatu I heard about it. So then nikakuja kuulizia mpaka nikapiga shule yao because a Christian school. And I'm the manager of that school. So I called because nilijua haingetoka nyumbani. So I called mwalimu nikamuuliza mtoto wangu anaimba kuna phone alisikia wapi? Ndio akaniambia kuna siku ile teacher alituletea, akasema wokovu ni bora, awekea watoto kitu interesting. Wokovu ni bora. Ndio nikukumbusha kuna chat nilienda watoto wakadansi, msichana alikuwa amewekea watoto wimbo.
Wimbo ilipoisha alitoka mbio karibu avunjike miguu. Kumbe wimbo next inakuja ni Bob Marley. Pa 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 la kidume. Yeah. Wewe kama bado uko na folder kwa simu yako unaita gospel. Na kuna folder unaita. Mimi nilikuwa mfungwa wa love song. I could sleep listening to classic 105 nikiamka nasikiza hiyo classic 105 na stop. Hawa kina Maina kageni wanakuja baadaye. I used to listen to them. Can I tell you? Don't be cultured by the world. You need to culture the world. The Bible says you are the salt of the earth. Mimi kwangu, do you know the phone is an algorithm? Even my Facebook, hata my YouTube. Kuna siku nilikuwa na msichana mwingine. So mimi nilipokuja kufungua my YouTube, nikaona imeanza kusearchiwa porno. Uzuri haingekubali kuleta because me those things I don't watch. So my algorithm review. So nikamuuliza nani, wewe mbona unaweka hizo vitu? Akasema si mimi, nikaambia in our house we know what to watch. Bwana asifiwe. Acha nikwambie, kumaintain wokovu ndio utembee na Mungu, umjue akuongeleshe, utalipa gharama. Hizo message uko nazo utazidelete, marafiki wabaya uko nao utawaacha. Mimi niliacha. Kuna mwingine alikuwa ananitumia messages chafu, alafu mimi na reply na hehehe na share kwa mwingine. Wakati niliamua my destiny is bigger than this since nimechoka na hii maisha, I told her naitwa Melanie, kaambia I think from today there are two things. Either wako unifuate ama hii relationship ifanye nini? Niishi. Na nilikuwa naona ni kama siwezi ishi bila yeye. Mpaka nilikuwa nimecram nyuma yake. We were not even lovers. But the only thing alikuwa ananitumia vitu chafu na mimi na share na nacheka na furahi. But let me tell you, after many years later, that lady got born again. Ndiye akakuja kunitafuta. Akaniambia asante ulinisaidia. There's a lady I dated. I never hugged that lady. Sikuenda beyond the boundaries of life. Wacha nikwambie, siku moja akaona huyu jamaa anataka kuwa pastor na yeye akobori. Akaamua kuchagua mtu wa kuchangamka. Bwana si wachangamke. Mimi ni mshamba. Walichangamka, alipopata mimba na huyo jamaa akamvuka na akapata mtoto, ndiye akakuja anaanza kunitafuta. By the time anatafuta one, married two, I already moved on. Unajua aliniacha kwa nini? Si ati niko na tabia mbaya, sijamchokoza, aliniacha kaniambia wewe naona unaenda kuwa pastor na mimi sitamani kuolewa na nani? Na pastor. Many years later, huyu pastor alinitafuta, huyo pastor akinitaka tena, nikamwambia inawezekana, I've already moved on. Bwana asifiwe. So you have to defend the gospel. Mimi kuna site inaitwa Telegram. Nilipofungua naona nimejipata mtu ameniweka kwa kitu ya pornography. Nikaona nililinde wokovu wangu, hiki kitu lazima nitoke. I left without a question. Inabidi inafika mahali ukiona vitu zinajileta zinautaki, you have to close on them so that you stay with God. It's a price you have to pay. I paid and I will still pay it even now. If God is not in anything, I don't want it. Do you know one avenue ya watu wengi wanatakiwa na mashetani sana sana? Angalia, huyo mtu labda ameacha avenue ya maisha yake inakuwa wazi. Anasikiza wimbo, kama unasikiza wimbo I hate you, useless, stupid. Ndio hivyo Mkristo ameweka mpaka madunda hivi. Hapa kazi na mimi alipoanza kusikia muziki, maisha yake ilibadilika mpaka leo ndio yeye kama. Takuwa huyo anaacha kaanza kunywa pombe maisha yake. Juzi ndio niliita nimwombe sasa ameamua kuoa, ameamua kusettle, but life is moving very fast. Let me tell you, kama bado unasikiza vitu za dunia, kuna mahali utafika na Mungu. Hautafika. Acha nikwambie hautafika. Kama wewe bado unasikiliza kuna watu pornography. Chini ya kitanda unaona mbili za mwisho ndio ulale. Hiyo wokovu. The salvation is a journey and it's a jungle. You can either live with a tree, you can live with a fruit, or you can live with the roots. Either way, when unataka Mungu akutumie ni wewe utaamua. Kuna mahali Mungu atakusaidia na kuna mahali wewe utabidi uamue. Mimi niliamua. Na wacha nikwambie, kama utaamua kubeba neema na ukuwe delivered from some things, let me tell you, utafika mahali marafiki utaanza kuwasaidia wengine. Unaweza jipata lonely but continue. Mimi nilikuwa naenda hivi nikikaribia watu wanapiga story interesting, nataka kuingia kwa story. Kinaona anasema ndio yule anajifanyanga pasi. Wanaachia hapo. Unasikia vibaya bwana. Because unataka kusikia story inaendelea aje. Let me tell you. Close the world, open God. Basi. Hiyo imekuja kama by the way. But it is part of deliverance. Naona masaa yangu yameisha. So we'll be delivered from the Egyptian mindset. And there's the point here for those who are right. When God gets men out of Egypt, He has to look for ways to get Egypt out of men.
When God gets men out of Egypt, he will always fight, or he has to look for ways to get Egypt out of men. Maana mtu aliokoka, status zenye alikuwa na post ni zile zile tu. Baadaye mimi niko na namba za wengine hapo mpaka nashangaa huyu ndugu bado ameokoka. When you are born again, there's no jokes in the spirit. There's no joke. Signals are picked by the spirit. Jesus. Agnes, uko na namba yangu? Mwayo na nimepiga mama matiti, nimetuma hapo. Okay, nikukumbusha kuna prophet aliambia mama mwingine, wewe uko na shida sana. Piga picha ukiwa na brow, nitumie ndio niombee hiyo matiti ndio mashetani wamekaa hapo. Na mama ni intercessor for 8 years. Ni nini ilifanyika? Alikuwa mama nikimuongelesha ananiambia, alikuwa anaombea watu mpaka anaonyeshwa vitu zao. What happened? Aliwacha gari yake ikaenda chini. Akaanza compromise compromise tu maisha yake ikaribika mpaka hapo. By the way, are you getting delivered by this message? A mind that is set free is a body that is free. A mind yako ikikuwa tu free hapa. My God. Mimi niliona wale mwingine wana auction vitu zake zinaisha, wanamwambia maisha mpaka anasaidia auctioneer kubeba vitu. Wanamwambia unatusaidia na we are auctioning you, umeshindwa kulipa. Akasema hii akili ilileta hizi vitu italeta zingine. It didn't take long. After 10 years the man was back. The man. So naona wale jamaa walitoka hivi. Wakifika huko wakiona kitu wanasema wewe ungetaka tukufie hivi. Kama ni kukufa hata huko si wakufe tu. Kwani kuna kifo Egypt na huko. The mind was not set. Hata wakafanya Moses akakosa kuingia the promised land. Maana asifiwe. The Egyptian mind must be let go. Number 3, marine and serpent spirit, kiroho kia nyoka na kia majini. Ndio jina majini, maji is water. So those are spirits that mostly come from water, ocean, seas, mostly called the marine spirit. So you need to be wale ambao wanangana na marine spirits, lazima Mungu awadeliver. Number 4, endless spiritual battles. Ukiona vita unapigana mara moja, 2, 3, 4, 5, aziishi hapana. It means you need deliverance. Bwana asifiwe. Baadaye kuna kitu unaona umepigana nayo for long. Mimi nilipigana nayo. Umaskini kama kwetu umaskini ndio nilipigana nayo for long. Pigana nayo for long. When I drove my car reverend, nilijiambia at least nimeshinda one part ya mashetani za huko kwetu. Hata kama nilikana nikauza, at least nilishinda mashetani. Kasema kaya hii amedrive. I'm looking forward Mungu anibariki tena ninunue kashamba. Alafu tena mashetani zishaka kai amenunua tena. It means there's some things that are broken those barriers. Battles hazitakani zikuwe continuous. Tunapigana 30 years tunapigania the same thing. Some things must change. Hallelujah. Lastly, what we need to fight against is I'm going to explain to you spiritual battles. You need to fight individual battles mpaka ushinde zako za kibinafsi. Individual battles. Iko hiyo spiritual battles pa number 4 utaachia hapo. Kwa hizi zingine ni nyingi sitamaliza. So hizo individual battles ushinde vita wewe mwenyewe. Zile zinakusumbua wewe mwenyewe. Then you go to family battles mpaka ushinde. Pigana vita za familia yenu mpaka ufanye nini? Umeshinde. Ama unafurahia wewe umeokoka maisha yako kwa sababu kuna watu nyumbani wako sana. Like me, anytime I see my brother I cry. I prayed for my sister for 20 years. Aliokoka last 2 years. I prayed for another one for around 4 years. Aliokoka last year but 3. So right now tuko watatu tumeokoka. Naona hiyo ni force enough. Tunaendelea kusukuma wale huyo mwingine wafanye nini? Waokoke. Because our life was not good. My life was bad. My family. Do you know, ever since my patterns are people. My father anakufa mapema at the prime of their life. My mother anakufa. My stepmother anakufa. Ndugu yangu mwingine tulimbari. My cousins wanakufa. Kuna siku nilisimama kwa matanga nikasema this is the last burial of my of a young man. We are not going to bury anymore. Wakafikiria wanasema imeni kuniaibisha. Let me tell you that the last time we buried a young cousin because it was a pattern. Maana asifiwe. So you need to win over individual battles. Number 2, family battles. You need to fight and win the family battles. So that you break ceilings za familia. Ati mwezi pita hiki kiwango. Hiyo familia kina mdhomi wafiti hapo na wao. You need to fight those battles and win. Then ukishashinda hizo sasa Mungu anaweza kucommit to national battle. Baada ya kuombea Kenya sisi kusimama tu ndugu yetu wamesimama tuseme kwa mfano na kaomba.
Ndio kuna mtu unaomba lakini your voice hakuna mahali inaenda. How do you win over a nation if not won a battle over yourself? Is it practical by the way? Ni kama mtoto wako miaka moja aanze kuitwa kukaa ama shosho. It is not practical. Bwana asifiwe. There are battles you must conquer right away. Sinamwambia mimi ni mwalimu. Nikiuliza kuna kitu umejifunza, kuna kitu umejifunza. Mimi siku hizi nilichoka na injili ambayo nilikuwa nahubiri kitambo. Kuna miaka ningetandika injili 15 minutes. Katika jina la Yesu, Lazaro toka, Lazaro toka. Tuwekee Mungu mkono ambuke atupige masaa macho na ngumi atutandike ile sawa sawa. The next Sunday ukikuja ukiomba huyo the same person mtamanifest mashetani. Right now I'm objective. Ninaona miaka inaenda ninazeeka, hii sauti sitaki kuimaliza. I can preach something, you can get something. Do you know with what I preached, if you are so keen, hata ukizaenda home you can deal with those things. Hata kama sikuwekelea mkono those things disappear because now you know. The Bible says in Proverbs, by knowledge they shall be delivered. By knowledge. By knowledge. The devil is only as powerful as the more is hidden. Akikuwa released hata huko sana. Ukijua tu mwenye unapambana by the way. Ni rahisi umefungwa macho unapiga ngumi kila mahali ama ni rahisi umefunguliwa unaona ni huyu na dini naye uweke effort yote. Hicho ni sisi. When you know what you're doing. Bwana asifiwe. Amen. Me I think I'm done. You can stand up on feet.